Maumivu ya mapenzi. Safari ya Brayton Deus aina mstari wa tamthilia ya maisha, mapenzi, maumivu yasiyoisha. Mtindo, simulizi ya mfululizo, haitakuwa na mwisho. Mhusika mkuu, Brayton Deus. Mandhari, miji ya Tanzania, vyuo, mitaani, vijijini, hoteli na maeneo mbalimbali ya maisha. Sehemu ya 4, mstari wa Devotha, upendo wa maombi. Baada ya miezi kadhaa ya ukimya na maumivu, Brayton aligeuka kuwa mtu wa ibada. Alikwenda kanisani si kwa sababu alitaka, bali kwa sababu alihitaji kimya. Kanisa lilimpa nafasi ya kukaa bila kuulizwa maswali, ya kuimba bila kuumizwa, na ya kutazama mbinguni bila kuhisi huzuni ya dunia. Kukutana na Devotha. Siku moja, alipokuwa akisoma kitabu cha Isaya, sauti laini ilimsalimia. "Samahani kaka, hiki kiti bado kiko wazi." Alipoinua macho, alimuona msichana aliyevaa mavazi mepesi ya heshima na tabasamu lililojaa nuru. Aliketi pembeni yake. Baada ya ibada, walizungumza kwa muda mfupi tu. Jina lake lilikuwa Devotha, msichana wa Morogoro aliyekuja Dar es Salaam kwa mafunzo ya kazi. Haikuchukua muda, wakaanza kuwasiliana. Hawakutumia maneno makali, hawakupiga picha za kimahaba, hawakuwa na miadi ya usiku. Walikuwa wakisali pamoja kwa simu, walikuwa wakituma mistari ya Biblia, wakitafakari kwa pamoja. Na Brayton, kwa mara ya kwanza, alihisi kuwa huenda huu ndio mpango wa Mungu. Devotha alimwambia mapema, "Mimi siwezi kuwa mke wa mwanaume asiye tayari kuoa." Kauli hiyo ilimtikisa Brayton. Hakuwa tayari. Hakujua kama moyo wake bado ungetoa nafasi ya ndoa baada ya Jacqueline, Neema na Eva. Lakini Devotha hakuwa msichana wa kuchezewa. Alikuwa kama taa ya altareni ikiwaka bila kelele. Walianza mipango ya maisha. Devotha alikutana na mama yake Brayton, akampikia, alimsaidia kusafisha nyumba. Alimpa Brayton nusu ya mshahara wake kila mwezi, kwa sababu aliamini wanajenga maisha pamoja. Pigo lingine lililotarajiwa. Lakini mbele ya jua zuri, kuna mvua ya ghafla. Siku moja Devotha alipotea ghafla kwa wiki moja. Simu haikupatikana. Jumapili iliyofuata alipatikana, lakini sio mwenyewe. Alikuja akiwa ameshikilia mkono wa mwanaume mwingine na kusema, "Brayton, samahani, niliomba sana, lakini moyo wangu hauwezi kukulazimisha. Nimechagua kuolewa na mtu mwingine." Hakukuwa na kifo cha kimwili, lakini moyo wa Brayton uliingia kaburini. Hakukumbuka hata alivyofika nyumbani kwake. Hakujua alikula nini. Usiku huo, alitazama dari kwa saa 7 mfululizo, na kwa mara ya kwanza, aliomba maombi mafupi. "Mungu, kama mapenzi ni adhabu, niondolee moyo." Aliamka asubuhi yake akiwa baridi, si kwa sababu ya hewa, bali kwa sababu moyo wake ulikuwa haupo tena. Na hapo ndipo maisha yake yalipoingia kwenye giza rasmi. Akaanza kuishi usiku, akiwa mtu wa kelele mchana, lakini mwenye maumivu makali usiku. Na wakati alikuwa ameamua kutokuwa na mtu tena kabisa, ndipo Rukia, msichana wa Kiislamu aliyeuza vitumbua jirani na nyumba yake, alianza kumpikia kila alfajiri. Wanaume wenzangu, sikilizeni kwa umakini sana simulizi hii, maana kupotea kwa ndoto zenu nyingi, mara nyingi mapenzi huweza kuhusika kwa asilimia kubwa sana. Je, Brayton ataweza kumwamini Rukia na kumpa nafasi moyo wake kumpenda tena baada ya yote aliyopitia? Tukutane sehemu ya 5 ili kumalizia simulizi yetu pendwa kabisa iliyoandikwa na Brayton Deus Charles.